Farodhi TV, wega umagana mushie.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nipungie mkono. Amen. Amen. Si tumetosheka kusifu. Amen. Kila kitu na wakati wake. Let us appreciate our praise and worship. Amen. Lakini kuna wimbo moja nilikuwa natamani tuimbe wimbo moja ambao ni wa kutoka kule Nyanza. Sijui kama watu wa Nyanza kuna mtu anaweza tuongoza. Wanuadhika Yesu, wanuadhi, wanuadhika Yesu, wanuadhi cha mungima, Wanuadhika Yesu. Amen. Kisumu County. Amen. Wanuadhika Yesu, wanuadhi, wanuadhika Yesu, wanuadhi cha mungima, wanuadhika Yesu. Hallelujah. Wanuadhi cha mungima, wanuadhika Yesu, wanuadhi. Hallelujah. wanuadhika Yesu, wanuadhi cha mungima, Lodanikana. wanuadhika Yesu, wanuadhika Yesu, wanuadhika Yesu, wanuadhika Yesu, wanuadhika Yesu, wanuadhika Yesu, Pengine Bwana asifiwe. Pengine Pastor Eunice utatuelezea tumekuwa tukiimba nini? Amen. Kwa sababu tunasema tu wanuadhi na hatujui tulikuwa tunasema nini. Amen. So wanuadhika Yesu means si tunaenda kwa Yesu. Alafu kuna mahali ninasema kamero donkodikanyo, inamaanisha kama umebaki ukilewa ama umebaki kwa uzinzi, kwa usherati, kwa mambo ya dunia, si tunaenda kwa Yesu. Amen. 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 What a revelation. Napenda hiyo wimbo lakini sijui inasemanga nini. Naimbanga kwanza hapo sijui nini ondukanyo. Hapo nasemanga kitu tu yangu. Lakini nashukuru Mungu leo nimejua ya kwamba ni kusema ninaenda kwa Yesu. Na kwa uhakika ninaenda kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumebarikiwa sinto. Tumeshiba na ninaamini sasa tunaendelea kujazilia zaidi. Praise the Lord. Turn to your neighbor. Umwambie you are a servant worth admiring. You are a servant worth admiring. Amen. The Bible says in the book of Proverbs 31, ya kwamba beauty is fading away, but a woman who fears the Lord stands. And I believe we have women who fear the Lord, and they are standing today and forevermore. Amen. Nimeokoka. Kwa wageni wetu, naitwa Minister Evelyn, na mpenda Bwana hata kwa sababu ya kunipa nafasi hii kuwaongoza afternoon session, na waongoza kama nimeokoka. And I'm so blessed because I am
under my authority. Apostle Miriam ndiye mlinzi wangu mahali hapa spiritually. She's my spiritual cover, and my biological mother too is an apostle. Am I not blessed? I am blessed spiritually, biologically, with apostolic anointing. I have to conquer by fire, by force, because I have a apostolic anointing. Wherever I go, I have it biologically, I have it spiritually. Lazima nituange zote zinielewe, si ndio? Amen. In Jesus name. Amen. Nina furaha sana kuwaona. Ni wangapi hatukuwa nao session ya asubuhi? Wale ambao wameingia in the afternoon, inua tu mkono tuweze kuwapigia makofi. Amen. Tunao wageni ambao wameingia. Mjisikie mko huru, mko katika nyumba ya Baba yenu, mahali ambapo umeruhusiwa kufanya vile utakavyo kumtukuza Mungu. Amen. Amen. I'm so honored to be standing in front of you. Wengine tumekuwa tukionana kwa mtandao, wengine nawaonanga kwa picha, but I'm blessed today kuwaona Minister Flora. Na kusumbuanga sana, na sasa nimekuona leo. Nashukuru Mungu. And I thank God for all of you. Wengine wenu tunaongeanga tu kwa simu, but today I'm so blessed to see you and to see your beautiful faces, to see your beautiful souls. Mungu awatende mema. Samburu County tuko. Mimi ni wa Samburu na Laisamis. Mrs. Yesu. Mrs. Yesu. Amen. Napenda watu wa Samburu sana. Amen. Kwa wakati huu nataka kuwakaribisha committee ambayo imekuwa ikipanga huu mkutano. Nataka muwajue, wajitambue majina, kila mtu ajiseme jina, alafu tuendelee. Ni vizuri tuweze kuwajua wale ambao walikaa chini wakapanga haya mambo hadi ikafikia mahali ambapo iliko. Tutaongozwa na hawa chair lady, na wengine mnajijua, tafadhali simameni na mpewe mic, mjiseme tu majina, tuendelee. Kujeni hapa mbele. Amen. Tupigieni komiti yetu makofi mazuri. Si wamefanya kazi mzuri? Amen. Ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Apostle Elizabeth na mimi ni member wa hii committee. I'm so grateful to be here. Thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nami ni mchungaji Nancy, tulikuwa na nyinyi hapo bereni. Okay. I'm the vice chair lady. Chair ni huyo amesema ni member. Ndio chair na mimi ni mdogo wake. Bwana awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Blessed Fro, I am saved. I am a member, as you can see. Amen. Hallelujah. Nipungie mkono wako hivi kama unaniona, unibariki. Hallelujah. Our minister Jane Njoroge from Laikipia County 031, and I'm very much humbled to be in this conference. Kwa hakika tumeipanga na tunafurahia Bwana kuifikisha. Hallelujah. I am a member and I thank God for that. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord warriors. Amen. Na mimi naitwa Pastor Grace. Nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mimi ni mmoja wa hii committee. Bwana wabariki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Andoitai, kwa hayo nimeokoka na mimi ni member ambaye amewapangia hii mambo yote. Mbarikiwe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Naitwa Melipita, nimeokoka na Yesu ni Bwana, nilikuwa secretary.
Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Ann Githegi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nafurahia Mungu kwa hapo ametufikisha kama kabiti. Bwana awabariki na watendee mema. Amen. Amen. Tuna komiti mmoja hajasimama. Sijui kwa nini hakusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niko yote, niko member, niko host. Bwana wabariki sana. Amen. Naitwa Apostle Miriam. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ni mwana komiti. Bwana wabariki sana. Amen. Katika maisha haya kuna wale ambao wako chini, si ndio? Na kuna wengine wako hapa katikati na kuna wengine wako juu. Ningewauliza ya kwamba tuweze kutreat those who are above us with honor. Wale ambao tuko kiwango kimoja, let us encourage one another. Wale ambao wako chini, hakikisha umeshika mtu, umemuinua, ili tuweze kuenda safari pamoja. Praise the Lord. Kuna jambo niliwafunza Raise a Voice Conference last year. Sijui kama mnakumbuka. Niliwafunza about ages. You remember? Pastor Eunice, you remember? I told you women between age 20 and 30. What do they do? Watu wamesema wanakumbuka, lakini hawakumbuki. Wacheni tu niwakumbushe. Between age 20 and 30, women wanapenda sana kujaribu mambo. Haka ndiyo kaumri ka kujaribu pombe yenye imetokea, kakitu kazuri, TikTok challenge mzuri. Hapo ndiyo wamama wa between hizo ages huwa wanajaribu. Between age 30 to 40, they are ever living. Women between 40 and 50. Praise the Lord. Kwa sababu hapo ndiyo naelekea. Hao ni watu ambao wanajua kile wanataka. Don't joke with them. Do we have them in the house? Amen. Amen. Jipigieni makofi. Amen. Do we have below 30? 20 to 30? Tuko nao. Tuchunge sana tusijaribu kila kitu. Zingine zitatupeleka vibaya. Hao ndio wanajaribu kila kitu. Ukiona TikTok challenge anaingia. Akisikia kuna nini anataka kwenda. Tusiingie mahali pale. Wale wa between 30 and 40. Tusifunge mizigo. Amen. Tukae kwa sababu hatujaribu. Katika hii maisha hatujaribu. Si ndio? Wale wa between 40 and 50. Tumesema hapo ndiyo tuko, si ndio? Don't joke with those women. They know what they want in life. Na hapo ndio wana accelerate. Na wanaenda kabisa. Huyu mama anajua kile anataka, kile anahitaji na hataki mchezo. Then we get to 50. 50 to 55. Are we there? Praise the Lord. Amen. Sasa hao ni moto pasi. Hawatakangi mchezo juu ya hormonal imbalance. Ukiguzana na huyo kutaharibika. Hao hawatakangi kuchezewa. Unawakaa mbali. Praise the Lord. Do we have above 50, 55? 55 and above? Kuna yes, nasikia ikitoka hapa na sioni. 55 and above pande hii kunae? Oh, my mom is there. How sasa they are the best. Thank you. They are the best people to deal with. Mwenye amekaa na karibu na mtu wa 55, hug her for me. Hug her for me. They are the best people. Wameona mambo yote duniani. Wako na upendo mwingi sana.
Hakuna mahali hawajapitia. Na hakuna, ukiona anakuambia kitu usipitie hii njia. Vuruta kiti, kaa chini, msikize kwa makini. Kwa sababu anajua ni nini anakuambia. Kasafari amekaendea. Amen. Amen. Naona tunaenda vizuri. Pastor Nancy ameamua atahago wote. Ni vizuri, kuna kitu anatap. Amen. Kuna kitu ametap kutoka kwa hiyo anointing. Wacha nikwambie, kufikisha hiyo miaka si mchezo. Amen. Ni baraka. Amen. God bless you so much, Pastor Nancy. And 55 and above. God bless you. Tumesikia miaka tunaweza enda 120. Ndio tumeambiwa. Naamini hapo ndio mtaenda na sisi tunawafuata. Hata sisi tutakuja hadi hapo. Amen. I want to introduce Raise a Voice to God. Kabla watupe wimbo, nataka waweze kusimama. I think nitawasimamisha tu venye tulifanya asubuhi kwa county zetu. Nitaanza na Kisumu County. Usichoke kusimama. Kisumu County. Kisimama tunawapigia makofi. Amen. Let us celebrate the men and women of God. God bless you. Migori County. Amen. Amen. Reverend Deborah there. Marsabit County. Amen. Salidia, God bless you. Laikipia County. Amen. God bless you so much. Nakuru County. Amen. God bless you. Nyeri County. Nyandarua. Uasin Gishu. Nairobi County. Amen. And our host, Kiambu County. Amen. Kirinyaga County. Amen. Karibuni sana. Sijui kama kuna county yoyote ambayo nimeacha nyuma. Kwetu. Samburu County. Amen. Amen. Barikiwe sana. Kwetu hata nikisahau. Amen. We have wives of bishops in the house. Let us appreciate them. Kindly stand. Tunawapenda sana na tumebarikiwa kuwa pamoja nanyi. Tunao wachungaji pia wasimame. Amen. And finally, the kings in the house. Kings. Wanaume wote ambao wako katika nyumba hii. Amen. They are our gatekeepers. We love you, we value you. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa nataka kukaribisha Raise a Voice. Waimbe wimbo mmoja. Tuendelee. Kama wewe ni member wa Raise a Voice to God. Raise a Voice to God is a prayer forum. Huwa tunaomba asubuhi kuanzia saa 2 hadi saa 3 na jioni kuanzia saa 2 hadi saa 3. And we are an international forum. We have our sisters from Ghana, hawakuweza kuja. We have them from Nigeria, Pakistan, Malawi, UK, USA, and we thank God for all of them. Amen. Hatutatoshea. Tujipange.
kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Haya, tusaidie kupiga makofi. Makofi mazuri kidogo. Makofi mazuri kwa Rais wa Voice to God. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, tuseme tena, njia yangu iwe ndefu. Mawimbi yamekuwa mengi, lakini yametusimamisha. Yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba. Tuseme kwake Yesu ndiye mwamba. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba. Kwake Yesu twasimama, amekuwa mwamba. 1, 2, 3, 4, Jesus. Makofi mazuri tafadhali. Amen. Tuseme Raise a Voice ibarikiwe. Amen. 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 Tunashukuru Mungu kwa sababu ametuandalia mambo mazuri, si ya kiroho tu. Ambia jirani, si ya kiroho tu. Mungu anataka tukae vizuri. Amen. Kwa wakati huu tunao wageni, marafiki zetu ambao wametutembelea. Nataka mmoja wetu aje atusalimie, atuongeleshe kidogo. Optiven. Amen. Tusikie jambo kutoka kwao. Amen. Tunaenda binguni. Si tumeimba tunaenda binguni? Lakini hapa duniani tunafaa tukae vizuri. Amen. Buroti Maguta. Watuambie vile tutapata kitu mahali hapa tukingojea Yesu arudi, si ndio? Hatutakaa vibaya hapa duniani. Mungu anataka tukae vizuri. Tumeambiwa asubuhi, our Father has everything we need. We shall not go to the world kugonga milango ndio tupate. Bwana Yesu asifiwe. Tukitoka hapa tunatoka tukiwa fully loaded. Najua tutatoka na namba zao, tutapatiwa appointment, tutaenda kuonyeshwa mashamba kwa sababu tunaenda kuzinunua. Amen. Naomba wapatiwe mic waweze kutuelezea what they have. Ni wangapi tunataka kununua mashamba?
Pengine wamekuja na watu hawako ready. Ni wangapi tunanunua mashamba? Amen. Umeona clients wako? Sasa nyinyi ndio mmelala. Clients wako na mimi niko hapo katikati. Si unajua mtu wa katikati vile kunaendanga? Haya, niko hapo katikati. Karibuni sana. Asante, asante, asante. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Yes, for my name, ama kwa jina langu naitwa Danson. Na mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana. I minister with the Jubilee Christian Church Buruburu. And tuko hapa kutoka Optiven, but before niongee nataka kualika my colleague aweze kutusalimia. Yes, habari ya leo. Kwa majina naitwa Joseph, I'm a partner at Optiven. So na nimefurahi sana kuja mbele zenu. It's so humbling to see women of faith, what you are doing, calling upon the name of the Lord. And above all, I'm saved. I love Jesus as my personal savior. Mimi ni mshirika wa Sitam Ruiru, na I'm so happy to see you. Na tutaendelea kujuana, nitakuwa pale nje, will explain more what we do as Optiven. Na karibuni sana Optiven. As we continue to build spiritually, it's good we continue to invest. Ni vizuri kuwa na mahali unaita kwako. So we will be there to help you, to explain to you what we do, what we normally, the process of buying land, what you need to know, the things you need to avoid so that you are not conned. Si biashara inakuanga na kuna watu wanaiharibu. So when you come to Optiven, we'll guide you very well, we'll show you, we'll help you through the process. So mimi nitakuwa pale nje na will be here even tomorrow. So tutasaidiana hapo. Barikiweni sana. Amen. Amen. Tumpige makofi. Amen. Before niongee about Optiven, nataka kuongea kuhusu ufalme mwenye nimetoka na ni ufalme wa mbinguni. Amen. Wakati niliona about the flyer of this meeting, niliona the theme is about Jeremiah chapter number 9 verse number 17. Na nikiongea hii yote, nataka mpokee salamu za our CEO and directors, Mr. Dr. George Wasiori, Madam Mary Wasuka, Mr. Charles, and all the leadership wa Optiven Limited. Walisema tukifika hapa tuwasalimu sana na tuwaambie title deed zenu ziko kwa ofisi, ni nyinyi hamjakujia. Amen. So walisema wanawapenda sana. It's only that our CEO hangeweza kukuja, so akawatuambia tukuje hapa na tukae katika tembee kwenye viatu zake. Tukasema viatu za mzazi sometimes zinakuanga kumbwa, unaweka socks, unaweka magazeti na bando zinaenda zikigonga konga. So nikasema nitakuja na viatu zangu lakini nitapaka rangi kama yake. Amen. So ukisoma katika kitabu cha Jeremiah chapter number 9 verse number 17 from the basic Bible education inasema, this is what the Lord of armies has said, take thought and send for the weeping women so that they may come, and send for the wise women so that they may come. Wakati tulikuja huku, we came to speak to the wise women in this nation. Nimefurahia sana wakati introduction ilikuwa inafanywa, nimesikia kuna watu wa all the counties. Hata nilikuwa naambia my colleague ya kwamba we are represented from all corners of this world, lakini akaniambia hamjataja county yake ya Machakos. So as we are talking and as we are discussing today, nataka ujue ya kwamba when God is looking at you, because you are calling yourself as warriors in this kingdom, God is seeing the wise women in this nation. By the grace of God, Mungu amenipatia jukumu ya kuwa naenda kwa high schools na huwa napatana na so many ladies, na in this generation kama kuna kitu tumekosa ni people who will be there to direct our young daughters. Wasichana wa high schools wamepotea. Me I serve pande ya Easterns ya Nairobi, kwenye wasichana wamepotea sana. So we are looking for women like you and you and you
wenye wanaweza simama waambie the young generation ya kwamba there is hope despite the generation you are born in. Waambie ya kwamba unaweza pia ishia Mungu. Nimesikia kuna age ya past 55. If the generation yenye tuko nayo wataendelea bila mtu wa kuwaonyesha na kuwashika mkono, let me tell you, msichana akifika 35 years in the near future atakuwa anaonekana kama mzee sana, because wamepotea, wameenda kwa dawa za kulevya, wameenda kwa mambo ingine yote. But I thank God because of such a generation and such women that we have in our nation. To see women wame congregate in such a place on a weekday, wamesema we are going to stop everything else to seek the face of God. May God reward you for that. Amen. Then pia ukisoma kwenye kitabu cha, that is Isaiah chapter number 41. Isaiah chapter number 41 and verse number 21. Hii nikisoma huwa nasoma from 21 then narudi 20. Hii sifuatangi numbers. I read from 21 then I go back to 20. From the King James Version, Biblia inasema hivi. Isaiah chapter number 41 verse number 21. Biblia inasema, produce your cause, says the Lord. Bring forth your strong reason, says the King of Jacob. Why do you need to produce your cause? Verse number 20. That they may see, that's the reason why we are here. Produce your cause, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this, and the Holy One of Israel has created it. Whatever we are discussing, whatever we are praying for sure, God will make it come to pass, because we took our time to come and seek his face. Amen. So nataka kuwapatia, because niliona the topic munajiita the Warriors Conference, I want to give you qualities of a great warrior. This one I was taught by my mentor, Mr. George Washuri. Aliniambia ukipewa nafasi ya kusimama mbele ya watu, don't leave them like that. Waachie a few top points. Qualities of a great warrior. And with this, nitacombine with what we do in Optiven because of time. Qualities of a great warrior. Quality number 1, I'll give you 5 D's of a great warrior. The first one is desire to thrive. A great warrior has a desire to thrive. In this I mean, kama wewe ni warrior, if you take an example, there's a time nilikuwa naenda kuminister pande ya Pokoti, na nilikuwa naambiwa these guys are the warriors of this village. Nikawauliza, what do you mean by the warriors? Wakaniambia, these are the guys who can die for their people. These are the guys wenye wakitoka wanaachanga wameambia bibi yake, mimi nimeenda na sijui kama nitarudi, because they have got a desire to come back with what they are going for. The same way, kama when you are a warrior in the kingdom of God, one thing you should have is the desire to thrive in this kingdom. Now, tukiwa women, the tallies even in our company zimetuonyesha ya kwamba over 75% ya those people who are investing na real estate, watu wenye wamenunua shamba mingi sana na Optiven, they are women. Because women wameinuka, wamesema ya kwamba we are going to conquer this world and we are going to make it, we are going to overturn everything. Kitambo watu walikuwa wanasema ya kwamba women are the weak vessels, but today in our generation women are strong. And I love wakati wanasema ya kwamba what man can do, women can do better. I have come to witness that, especially ikifika wakati wa investment. Ukienda hii Nairobi, ukienda everywhere, when you see the best building, ukiuliza the owner ni nani, utapata the owner is a lady. Ukienda kwa barabara ukiangalia, ukiona CX5, ukiangalia driver is a lady. Ukiangalia Range Rover, driver is a lady. Ukiangalia gari kubwa zote, even Porsche Cayenne, driver is a lady. Ukiangalia pickup, mwanaume. Women have come up very strongly because women designed ya kwamba
we are going to make it in this life. Na today I came to call you, nikuja kuwahimiza kila mtu ya kwamba you can still make it. You can still own part of this nation. You can still have a voice in this nation. You can still have a name in this nation. Watu wakihesabu watu wenye wana own properties in this nation, you can still make it. And that is why in Optiven tuko na plot ya mpaka 149,000. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba everybody, hata kama unapata 20,000 kwa mwezi, you can still make it in this life. One thing tumeshindwa by our brothers from the East India, Northeastern, is only one. These people come up together, wanainuana. Ukisikia ni mtoto wa fulani, ukienda Isiri, utapata laini moja ya manduka, unapata watu wote wenye kwa hiyo duka. But ukiulizia, utasikia the owner is just one. Alienda kwa kijiji chao, akachukua wale vijana wote wenye hawana kazi, akakuja akawaleta, akawaambia wewe na kufungulia duka, utanirudishia stock, but profit ni yako, uanze kujiinua. But what is happening to the body of Christ? It is our time. Tushikane, tuinuane. Na ndio tunawaambia kwamba karibuni Optiven, because we are creating a desire in your heart to make it and to thrive even in your destiny. How much do you have? Ni ngapi, pesa ngapi uko nazo? Tuko na shamba ya up to 10 million. Tuko na shamba ya 149. Tuko na shamba yenye kila mtu anaweza nunua. Why do you have to stay low? Why do you have kila wakati uzaliwe, uzeeke, utoke duniani, uache watoto wako na shinda? Tuko hapa tunasema, even if you not enjoy it, but acha watoto wako waishi wakienjoy. Some of us, if our parents and our grandparents walichukua jukumu ya muhimu, waseme ya kwamba nachukua haka kaproti kamakis by then ikiwa 150,000, saa hii some of us tungekuwa very rich people. But because our parents did not make it, haimaanishi ya kwamba we can still follow on the same shoes. We can still make it and we can change the trajectory of our life. Amen. The second D for great warrior is determination to conquer. As a warrior, you must have the determination to conquer. Lazima ufike mahali useme, even if things are not working, hata kama uchumi inatupeleka venye tunaenda, hata kama kuna house levy, hata kama kuna pesa yote tunakatwa na hii na hii uchumi, but usimame useme ya kwamba in my life I must conquer and I must come out better. Haijalishi what everybody is saying, haijalishi kila mtu anaenda wapi, but you can decide. Unaweza jiita kama mkutane useme, even if nimekuwa na fail, I thank God because of our mom from the US. The reason not why they traveled all the way to the US, it's not because wanataka kuishi na wazungu. It's because they are looking for something better, even to better their families. The reason not why you toka Kenya wakaenda USA, si ati wakikuja hapa tunasema yule mtu wa majuu. Kukuwa mtu wa majuu is one thing, but the best thing they are looking for is to have a better destiny for themselves na sana sana for their children. Our biggest market as Optiven yenye tuko nayo saa hii is in USA, in UK, in London and Germany. The reason why hii market wamechukua, it's because wamerealize ya kwamba kwenye niko inchi ya ugenini. Na saa hii wengine wetu tuko hapa lakini tuko inchi ya ugenini kwa landlord. Wakati umefika tutoke nchi ya ugeni ya tenant, tufike nchi yetu, Kanani yetu yenye Mungu ametuwekea, where we shall build our own homes. Because God says, I will establish you in the land of your own. It is time to have a land of our own. The third D for a great warrior is drive to do more. Drive to do more. What is driving you? Every morning ukiamuka, what is pushing you? What is pushing you? Ukiamuka asubuhi, nini nakufanya
usitoseke na mahali ulipokaa. Nini na kufanya usikia kwamba I'm not satisfied with this place? The worst thing that can happen to anyone ni wakati utaamuka asubuhi usikia kwamba nimetosheka. In the Bible there is one man, alilima akapata harvest. Wakati mmoja akaenda kwa shamba yake akasema, look at what my strength has given me. Wakati alifikiria ametosheka, Mungu alimwambia, you fool, you are so I require it tonight. Meaning wakati tumefika tumesikia ni kama tumetosheka, to the eyes of God, Mungu akituangalia anaona fools. But as when I was beginning, niliwaambia, God said, call for me the wise women. So we cannot settle in that group. So we must have the drive to do more. In Optiven, our drive to do more is one. We have realized ya kwamba there are so many organizations zingine zinakuja kuuza mashamba, wengine wanakuja wanauzia watu hewa, wengine wanauzia watu barabara, wengine wanauzia watu sewage line, wengine wanauzia watu everything. So for us to do more, tulikuja tukasema ya kwamba any land yenye tunauzia Mkenya, we will never give you a certificate ya hiyo shamba. Tukakuja tukasema ya kwamba for any land yenye unanunua hatutawahi kukupatia allotment. For Optiven, when you buy your piece of land, tunakupatia legit title deed. Huwa naambia watu ya kwamba certificate tuache kwa masomo, certificate tuache kwa marriage, certificate tuache kila mahali kwa recognition. But when it comes to land, get your own title deed. Ukinunua shamba usikie haina title deed, don't even place a single deposit for that land. Sisi watu tunaambia watu, if haujawahi kuja kununua na Optiven, na maybe uko hapa Kenya, na watu pia wenye wako majuu, kama unataka kununua shamba na Optiven, we tell you, hata kama hautaweza, tafuta family member, tafuta relative, tafuta your son, tafuta your daughter, mwambie akuje kwa ofisi ya Optiven. Tunamweka kwa gari, tunamdrive, anafika mpaka kwa shamba. Tunamwambia hii ndio shamba yetu. Tunaingia, then tuko na online map. Tunamuingia kwa online map, tunatafuta map itanatuonyesha kwenye umesimama, hiyo ndio shamba yenye tunakupatia. Then after that, tunakupatia all the documents. Tunakupatia sale agreement, tunakupatia the offer letter, na ukimaliza kununua tunakupatia title deed. Watu wa USA, they can be a witness. Optiven, like today, there is a team in Maryland, Delaware, wakienda kupeleka nothing more but title deed. They have gone with more than 200 title deeds kupelekea watu wa USA. Because tunaambia watu, if you want never to cry in your future, everything you do, do and due diligence. Kama tukinunua nguo, tunaendanga kwa duka na tunajipima. Mbona ukinunua shamba usiende kupima hiyo mchanga? Mbona ukinunua shamba unataka kuambiwa na rafiki yako alikutumia tu ka message akakwambia kuja kuna hii shamba, wekelea pesa nitakupeleka ukaone after umelipa. Tutaenda kukupatilia title deed kwa shamba. Enda uone before. Hata mimi wakati nilikuwa natafuta msichana wa kuoa, kwanza nilienda kwao, nikaonyesha wazazi, nikapeleka rurashio before nipewe yeye. Na hii shamba, enda uone shamba, na ukiona pigwa picha na uchukue pin, then tell 1, 2, 3 people ya kwamba kuna shamba unaona. That is what has kept us in Optiven. Title deed na kupeleka watu site visit. The fourth D, before nimalizie, is you must have a decision to win. You must have a decision to win. Even if ni maombi unaomba, the warriors we are, for you to make it, you must have a decision to get the answer of the thing that you have been praying for. Hauwezi kuwa unajiita tu the warrior, but unaomba ukisema Mungu akitaka atatutimizia. So for you to make it, you must be ready and you must have the answer in your mind. The fifth one is the discipline to keep the focus.
the discipline to keep the focus. And for us in Optiven, the discipline we have is in the core values. Our core values in Optiven, they are just 4. Honesty, professionalism, customer obsession, and innovation. Honesty is one of our key things that has been making it in our life. So I want to welcome you. Tuko pale nje kwa our desk. Nataka kuwaomba kitu moja tu. Before you go home, make sure you have got a flyer like this. Tuko na a few plots tumeindicate hapa. Kuna commercial. The last D is discipline to keep the focus. Kuna commercial plots tuko nazo like in Ngong. Kuna residential like in Kitengera, Kangunda Road, Nakuru. Then also we have got a holiday home where you can do your own holiday home kama Vipingo Mombasa. Kuna Malindi Town. Then also kuna zingine za kununua you can sell in a later date. Na pia tuko na ingine na Nyuki. So everywhere you are looking for a plot to buy, Optiven have got you covered. Na usiogope, usiseme sina pesa kwa ngunia. Optiven inakwambia chochote uko nacho, we are ready for you. So na invite pale kwa meza ukitoka, make sure umeenda na flyer yako kama hii. Then it is perforated. Wewe utaenda na flyer, tuachie namba yako. Hata kama hauna pesa leo, wewe tuambie sio saa hii. We will keep you in touch na tutakuwa tunakuelimisha, tunakuambia nini unapaswa kufanya. Pia kama mko na chama, we also do mentorship na pia mambo ya investment. Kama mko na chama, you can call us. Then on top of that, tuko na George Wasiori School of Mentorship where we teach people on how to do businesses. You can come there. Pia tuko na Optiven Foundation where we feed the less fortunate. We build the houses. We also feed the children. We also take children to school. Na pia tuko na children's home iko hapa pande ya Kayole. So without much ado, I say may God bless you so much. May he keep you. And may his wisdom be always upon your lives. In Jesus' name, amen. Amen. So thank you very much. We value you so much. Thank Amen. you. Amen. Makofi zaidi. Amen. Si tumesoma? Najua kuna watu sasa wana cram. Minister Biti. Najua hiyo utatufunza. Kuna watu understanding yao inakuanga juu zaidi. In the few minutes, I'm sure Minister Beatrice Maina, hiyo tutafunzwa zaidi. Kwa raise a voice. Amen. The Bible says, occupy. Are you occupying? After that, are we going to occupy? Amen. Tumeambiwa title ziko, kwa hivyo tukitoka hapa, tujue ofisi iko wapi, tukachukue title. Amen. Naona, sijui kama ni kusinzia, watu wanasinzia. Tulishiba sana. Praise the Lord. Tusimame kidogo. To stretch. Stretch yourselves. Kabisa. Breathe in. Out. In. Out. Hallelujah. Shangilia Bwana. Amen. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus, 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 celebrate Jesus. Hallelujah. Nataka okay. Makuu ametenda makuu, makuu ametenda makuu,
makuu, ametenda makuu, makuu. Chezea Bwana kidogo. Shangilia Yesu, 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 shangilia Yesu. Ametenda makuu, makuu, ametenda makuu, makuu, ametenda makuu, makuu, ametenda makuu, makuu. God bless you. Jipigieni makofi na mkae chini. Amen. I want to bring the woman of God to this pulpit. She has something for us. Atuambie mahali raise a voice ilitoka, mahali imefika, mahali inaenda, and I'm sure ako na jambo la kuambia the warriors. Minister Phoebe pamoja na Minister Rosemary, nitawaomba mweze kuleta our mom hapa. She has daughters she has raised. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, amen, haleluya, amen. Ukiwa njiani, amen, muombe Mungu Baba, amen, atakusaidia, amen, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Welcome, woman of God. Amen. Thank you so much. God bless you. Amen. Praise the Lord. Amen. Geithia mundu umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Umwira ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Umwire ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Twina murata utahana tariake Jesu nirio ritwa riake nowe mutu hoei. Geithia mundu umwire ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Umwire ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Tuna ndeto cia mutino kanake tugimakio ni uriro iteta tumwire wegeithia mundu umwire ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Igeithio ciongi umwire ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Geithia mundu umwire ni umwendete wa moko na iguru goce Jesu. Amen. Amen. Tell the other person I love you. I love in Jesus name. Ni wakati mzuri sana. Ningehitaji kalimani pia. It's another moment. The ni Lord, wakati mwingine mzuri sana the Lord has given us Bwana Yesu ametupatia another
evening. Jioni nyingine nzuri sana. I feel so fulfilled today. Nasikia nimetimilika sana jioni ya leo. To meet some ladies that we pray with every day. Kukutana na baadhi ya kina mama tunaoomba kusali na wao kila siku. And I didn't know them. Na sikuwajua wao. When I was sitting down there, they came, somebody was coming and telling me, I'm so and so, and I was like, wow. Nilipokuwa nimeketi pale, walikuja wananisalimia, wananiambia, nimekutana na wewe. Minister Flora Kamau, ni wewe. Minister Flora Kamau, ni wewe. You know, to me, all of you, you know me. Unajua kwangu mimi kila mmoja wenu ananijua. Maana my picture is always there. Because kwa sababu picha yangu siku zote iko pale. Nikisafiri natuma kapicha nikiwa nimejipamba vizuri. Amen. But for me, I didn't know many people. Lakini kwangu mimi sikuwa nimejua wengi wenu sana. But imagine this is what God can do. Lakini hebu tafakari, hivi ndivyo Mungu anaweza kufanya. We didn't know each other. Hatukufahamikiana mtu na mwingine. It is not a business we started. Sio biashara ambayo tulianza. It's just an altar. Lakini ni madhabahu. Before I talk about this altar of prayer, kabla sijanena kuhusu madhabahu haya ya maombezi, I would like to appreciate and to acknowledge the people who are here. Nataka niweze kuwatambua watu walio hapa. Because your husbands, your relatives from US invited you. Kwa sababu mume wako au jamaa yako kutoka Marekani waliwakaribisha ninyi. Please stand up if your invitation came from the US. Ikiwa mwaliko wako ulitokana na Marekani, naomba usimame tu tafadhali. Amen. Amen. Simama tu. Ikiwa ulipokea mwaliko kutoka Marekani. See what God can do. Tazama kile Mungu anaweza kufanya. I know Pastor Zachary was invited by her spiritual mother, who is my best friend, an American in Arizona. Praise the Lord. Mchungaji alikaribishwa na mamake wa kiroho mzazi kule Arizona. Bwana asifiwe. And where is your wife? Mke wako wako wapi? Amen. It's so bad. It's so bad for the pastor to be here and his wife to be there at the back. Asha, mtusaidie mletee mchungaji mke wake hapa. Okay, pamoja. Amen. The ashes will be taken to Hegi after this. Ashes mtapelekwa saidie wapi mama, wapi mke wake? Amen, amen. Akona katoto kadogo. Akona baraka ananyonyesha, kwa hivyo mumetetewa. Amen. Hegi. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. God bless you, Pastor Zachary. Mungu awabariki sana mchungaji Zachary. Our sister, let us hear who introduced you. Dada yetu nani aliyekukaribisha kwenye mkutano? Sister Marion. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilifaitiwa na msichana wangu anaenda kanisa ya Pastor Elizabeth huko ng'ambo. Anaitwa Rebecca. Oh, wewe ni Pastor Grace. Receive my hug. Amen. Hallelujah. Nimefurahi kukuona siku ya leo. Tuliongea tu na simu na kusikia. Na nikafurahia kuona watoto wangu wako pahali pazuri. Amen. Amen. Pale nyuma. Piga makofi mazuri, mike inapoendelea kusafiri fike pale. Oh, hallelujah. Tena hapo mbele kwanza. Kule mbele, tuanze kule mbele. Hapo. Bwana asifiwe. Amen. Ninaitwa Charity Jenga, Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Gladys Jerry Jenga. Amen. Na minister kwa kanisa yako. Yes. Yes. Na tuko na harusi yake. Hallelujah. Amen. 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 Huyo ni one of the girls nilipewa na Mungu tulipoanza ministry, na amekuwa mwaminifu sana. Mungu awabariki. So yule anaenda kupewa microphone, nataka niongee juu yake tu kidogo, because mume wake was my best man in my wedding in 2022. Anaitwa Missionary Daud, na yeye bibi yake anaitwa Mrs. Lois Daud. Na nilikuwa nikiambiwa anakuja. Hata last night niliandikiwa message, usipomuona niambie.
So she's here. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. I'm Lois. Dawood is my husband, just like Apostle has said. And I bless God to be here. Last time he told me to come, siku manage kukuja. But at least today, I tried my best to be here. Amen. God bless you so much. Phoebe is clapping because we used to serve with her. When we were preparing our wedding with Missionary Dawood, she's the one who filled our form. Amen. Kuna mtu mwingine amebaki? Yeah. Yes, somebody else. Oh yes. My daughter there. Praise Jesus. Amen. Kwa majina ni wananijua Shiro, lakini naitwa Sharon wa Mr. Machari, and I'm blessed to be here. Ma'am, it's a pleasure to be here. Amen. That is the daughter of my spiritual parents. Huyo ni binti wa wazazi wangu wa kiroho. Amen. Amen. What a blessing to be here this evening. Ni baraka kuu sana kuwa hapa jioni ya leo. Ningependa tuongee tu kidogo juu ya hii maono ya Raise a Voice. I would want us to speak a little bit concerning the vision of Raise a Voice. Because this vision was born in the end of the year 2020. Maana haya maono yalizaliwa katika mwisho wa mwaka wa 2020. Wakati COVID ilikuwa too much. Wakati COVID ilikuwa imeshika sana. Wakati huo ndio nilikuwa nikisikia nataka tu kupiga Afrika, nisikie watu wetu wako aje. During that time, I wanted all the time to call and hear how is Africa during the time of COVID. So I used to call my daughter Minister Evelyn. Kwa hivyo nilikuwa nampigia daughter yangu Minister Evelyn. We could talk and then pray. Tungepiga simu, tunaongea, kisha baadaye tunaomba. And then in 2021, kisha mwaka wa 2021, we still continue praying together. Tukaendelea kupiga maombi pamoja. And in the middle of the year 2021, na katikati ya mwaka wa 2021, the Lord spoke to me. Bwana akaninenea. He told me, Elizabeth, akaniambia Elizabeth, I want you to raise me an army. Nataka uniinulie jeshi. And you call them Raise a Voice to God Warriors. Na waite Raise a Voice to God Warriors. And when you recruit them, na utakapo waingisha kwenye muondoko huo, just show them how to call upon my name. Wafundishe jinsi namna ya kuliita jina la Mungu. And you will see how I will do to you. Na wewe utaona kile ambacho nitakutendea. That's when we started to create a WhatsApp group. Ndio tukaunda kile kikundi. I invited Pastor Florence. Nikamkaribisha mchungaji Florence, Reverend Beatrice, and some others. We continue like this, joining people. Tukaendelea hivi na hivi tukikaribisha na kuingiza watu. And now we were praying 3 times a day, I think. Is it 3 times a day? Yeah. Na tulikuwa tunaomba mara 3 kwa siku. And we were praying, and when we got like 20 people, more than 20 people. Tulikuwa tukiomba, tulipofika idadi ya watu zaidi 20. It was very hard to pray because if we join 12, the 13 one will be told it's full. Basi tukiunganisha kwanza kuomba tufike 12, yule wa nambari 13 mtandao na mkataa unamwambia tumejaa. So now we started asking, what can we do? Basi tukaulizana tufanye nini? We started asking help from all over. Tukaanza kuomba msaada kila maeneo. And one of my daughters told me, na mmoja wa binti zangu akaniambia, Mommy, why don't you do Telegram? Akaniuliza, bona mama tusifanye Telegram? And I told her, how do we do about it? You know this technology, many of us, we are not very good in them. Nikamuuliza hii Telegram tutaifanya namna gani? Maana sisi bado tuko kule analog, hatuchapambanua mambo ya mitandao. Sisi wengine ni old school. Tulisoma ile shule ya kale. Ina take the grace of God. Yes. So akatufungulia, she opened Telegram for us. Basi akatufungulia hiyo kitu kinaitwa Telegram. And we started joining and being very happy. Na akaanza kuunganisha watu na ikawa inatuletea furaha sana. Then all of a sudden I could shut down when we are praying. Basi ile Telegram wakati maombi imeshika inazima mataa inaenda. And everybody could text me, what's happening? Na kila mtu anatuma ujumbe imekuwa kwaje.
Na nawarudishia, hata mimi nilitolewa mbele yenu. Amen. So we learned. My daughter helped me to learn to know it's supposed to be registered and to be paid. Basi binti yangu akanifundisha ya kwamba hiyo Telegram tunahitaji kuisajili rasmi kisha baadaye tuilipie. So tukafanya vile. So we did that. Na tukaendelea. And we continued. 2021 tukaomba, 22 tukaomba. 21 maombi tukaendelea, 22 we continued praying. 2021 nikakuwa na ushuhuda. I had a testimony. Nikaambia watu. I shared with people about that testimony. Kuna Mungu anabariki wazee hapa Amerika jameni. Amen. There is a God who blesses elderly people here in America. Unafikiria tiwezi olewa ukiwa 50? Yani, when you hit 50, don't think you cannot be married. You can be married. 60, hata 70. Even when you're 60, when you're in the 7th floor, you can still get up. 2 weeks ago I was in Austin, Texas. Machuma mawili nilikuwa kule Austin, Texas. Hizi haziko mbinguni, ziko tu hapa duniani. I met a lady of 85 years old. Nilikutana na mama wa miaka 85. And she told me I'm trusting God for my Kenyan husband. Akasema naamini Mungu anipe mchumba mume kutoka Kenya. Na nikamwambia it is doable in Jesus name. Yes, I told her it is doable. It is possible in Jesus name. So if you know an 85, 90-year-old man, basi solo, please tell me. Kama unajua mzee ako miaka 85 au 90 na yuko Kapera, hajaoa, basi unipe taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So 2021 I gave them that report and we prayed and we prayed. 2021 nikaleta ile habari tukaomba. 2022 nikakuja hapa Kenya. 2022 I came down here to Kenya. Ndio nilipiwe dawari, hata wazee nilipiwa dawari. Nikalipiwa mahali inaitangwa kwa Kihibrania rorashio. Titoho, totigeano to watu toturi akuru. Hatutapeano bure ati maana miaka yetu imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So that time I met with the Raise a Voice to God warriors, many of them now. Wakati ule nikakutana na washirika wa hiki kikundi cha Raise a Voice warriors sasa. They were the one ushering me in there at home in our Gishagi kule Mudengera. They were wearing very beautiful red dresses. Hawa washirika wa hiki kikundi ndio walikuwa wananiimbia, wananiingiza kule nyumbani siku hiyo. And then after that, in my wedding in June, they sent one of the representatives from Kenya all the way to the US. Na wakati wa harusi yangu mwezi wa June, wakatuma wakilishi kwenye ile harusi na nilikuwepo. Si ndio? Yes. Si ndio? Nilikuja. Hata wewe ulisikia miheho. Kwanza nilikuwa tu nimelandi hivi nikabisi twende kwa sherehe. I was in that wedding. Amen. Asinipigie makofi, wacha wivu wewe. Amen. Hallelujah. So I want to say this group has come from somewhere. Nataka kusema hiki kikundi kimeanzia mahali fulani and going somewhere. Na hiki kikundi kuna mahali kinaenda. And you should not worry. Na wewe usiwe na hofu na shaka wala huzuni. You just join Raise a Voice. Wewe tu endelea kuinua sauti yako. Tighten your belt. Funga mshipi wako. Let the Holy Spirit drive us. Wacha Roho Mtakatifu atuongoze. Come as the book of Habakkuk 2 verse 2 says, write a vision in broad numbers. Kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 nasema andika maono na ndoto yako kwa herufi kubwa. That he who runs may read it. Ili yule anayekimbia na hiyo ndoto aweze kuisoma bila miwani. Because though it may tarry, ingawa hiyo ndoto itakawia, it will come to pass. Itakuja kutimika. So we went on. Basi tukasonga mbele. And we have been going on. Na tumekuwa tukiendelea. And when God gave me that verse in Jeremiah 9 verse 17. Na wakati Mungu aliponipatia hilo andiko
Yeremia 9 mstari wa 17. And he showed me a vision. Mungu akanionyesha maono. A swarm of bee going non-stop. Na wengine wetu tukisonga mbele pasipo kukoma. Like bees. Have you seen a swarm of bee? Unaona, you cannot divide the bees. Unaona kikundi cha nyuki wanapoanza kusafiri wanaenda pamoja, hauwezi kuwatenganisha. When they say it is right, they turn right. Nothing can stop them. Nyuki wakisema ni upande wa kulia, wote wanageuka kulia na hakuna kitu kinawagawanya. And the Lord told me, I want you to raise such an army. Na Mungu akaniambia nataka ulee ukuze jeshi kama hilo la nyuki. And I have been seeing God work wonders. Na nimeona Mungu akitenda maajabu sana. Our aim is to get 1,000 people who can raise their voices to the Lord. Lengo letu ni kufikisha idadi ya watu 1,000 ambao watainua sauti zao na kumuita Mungu. And raise a voice to God is not a Kenyan thing. Na hiki kikundi cha raise a voice to God sio kitu cha Wakenya peke yao. It is an international altar. Bali ni madhabahu ya kimataifa. We have been having 7 countries represented. Tuko na mataifa 7 yakiwa yamewakilishwa kwenye kikundi hiki. And we are still looking forward to recruit more. Na tunatazamia kwamba mataifa mengine tutaingiza ndani. Then when we continued another time, God told me. Kisha tulipokuwa tukiendelea, Mungu akaninenea tena. Train these women to get ready, equipped with their passports. Uwafundishe wakarabati hawa kina mama, kila mtu awe, sema na mimi, pasipoti. Pasipoti. Rudia tena. Pasipoti. Yes, passport sio Biblia. Endelea. Amen. Amen. Ni ya kusafiri majuu. Hallelujah. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi, wacha wivu. So many of us, kwa hivyo wengi wetu, we've been having passports. Tumekuwa na hiyo kitabu inaitangwa passport. And last year in June, na mwaka jana katika mwezi wa 6, raise a voice to God. Hiki kikundi cha raise a voice to God. We went for our first mission in Central Africa in Ghana. Tukafanya huduma yetu ya kwanza katika taifa la magharibi ya Afrika inaitwa Ghana. And we were represented by 3 countries. Na tulikuwa tumewakilishwa na mataifa 3. The same 3 continents. Zile bara 3. How many people were with me in Ghana last year? Wangapi tulisafiri na wewe kule Ghana? Inua mkono vizuri kwa ujasiri. Au simama tu watu wakuone. And you know in Ghana you cannot go with the bus. Unajua kule Ghana utaingia basi. Uone hao watu wameendelea. Lazima uingie kitu inaingia kwa hewa. Unaenda kwa hewa, unajiona kule juu. Amen. Ndio maana neno la Mungu lile linasema in the book of Acts 2 verse 8. Na ndivyo neno la Mungu, the word of God says in Acts chapter 2 verse 8. That says, inasema hivi. Na ndio Bwana alinipatia still. Na hilo neno ndilo Bwana alinipatia tena. Ask of me. Niombe mimi. And I'll give you nations for your inheritance. Nami nitakupa mataifa kama urithi wako. And the uttermost part of the earth for your possession. Na miisho ya dunia kama milki yako. We went to Ghana in June. Tukasafiri kule Ghana mwezi wa June. The same raise a voice to God. We were able to go to Pakistan in Asia in September last year. Mwezi wa 9 mwaka jana tulienda sema Pakistan. Sema tu hata kama utauma urimi, sema Pakistan. Asante. You need to go to the map and see those countries. Unahitaji ununue ramani, uweke kwa ofisi yako, unaangalia hizo mataifa. And by the grace of God in March this year, na katika neema ya Mungu mwezi wa 3 mwaka huu, we were also able to go to South America. Tuliweza kusafiri Marekani ya Kusini. A country called Argentina. Taifa ambalo linaitwa Argentina. And when I was there in Argentina, nilipokuwa kule Argentina,
Argentina. One of my sister told me we are eating wheat from Argentina. Na dada yangu moja akaniambia tunakula ngano ambayo imekuzwa kule Argentina. When I told them, they were very happy and they were speaking Spanish and I was speaking English, but we could laugh and nobody knows the other one what you are saying. Aha, na nilipowaambia hivyo walicheka sana, walikuwa naongea Kispanish na mimi naongea Kiingereza, maana tukiongea tulikuwa tunafurahi, maana hakuna mtu alikuwa anashikanisha tunasema nini. Jambo lingine Bwana alisema, another thing that the Lord spoke to me, that raise a voice to God warriors. Ya kwamba hiki kikundi cha raise a voice warriors must be business entrepreneurs. Lazima wawe na mawazo ya kufanya biashara, sema biashara. How many people knows that ministry and money, they are two things? Watu wangapi wanajua ya kwamba huduma na pesa ni vitu viwili tofauti? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. They are brother and sister. Hawa ni ndonda ndugu au ni mapacha. You cannot separate money with missions. Huwezi kutenganisha huduma na pesa. Can you imagine if you are waiting for Apostle Elizabeth to come with a train? Je, hebu fikiria kama saa hizi Apostle Elizabeth unatarajia kuja na ile kuchu Mogithi train. Igereo Seattle. Bado ningekuwa Seattle katikati tu hapo kwenye bahari. But now, lakini sasa, because of God, kwa ajili ya Mungu, because when he gives vision, he gives provision. Kwa maana Mungu akikupa maono pia anakutana na mahitaji ya hayo maono. Mungu ni mwema sana. God is good so much. Last year, mwaka jana, we were also able to do local missions. Tuliweza kufanya huduma huku mashinani. In April, katika mwezi wa 4, we went to Mombasa. Tulitembelea Mombasa. Raise a voice to God warriors. Hawa kikundi cha Raise a Voice Warriors. We were in more than 2, what do we call them? The train to Makobe to Twesawate. Unajua SGR iko na train, na train iko na nyumba 1, 2 zimeshikana. Tulikuwa na nyumba Raise a voice to God warrior. Tulikuwa tunatoka mlango ya kwanza, ya pili, tunaenda ile ingine huko ndani hivi kupenya penya because of God. Amen. Tuliweza kuchukua zaidi ya coach 3 hiki kikundi cha watu kienda Mombasa. Then we went to Ukambani. Baadaye tukatembelea nchi ya Ukambani. We went to Kitui. Tukaenda pia Kitui. How many people were with us in Kitui? Wangapi tulikuwa na wao Kitui? How many people were with us in Mombasa? Wangapi tulienda Mombasa? Wow, this is the doings of the Lord. Si haya ni matendo makuu ya Mungu. That's how Raise a Voice to God Warriors was born. Basi hivyo ndivyo hiki kikundi cha Raise a Voice Warriors kilizaliwa. And early this year, na mapema mwaka huu, I invited one of my sister, an American sister. We used to live with her in Seattle. Then she went to another state. Nikamkaribisha dada moja tunaishi naye kule Seattle, mzungu, kisha baadaye akahamia maeneo mengine. So I told her, I want to introduce you to our prayer line. Nikamwambia nataka nikujulishe kwenye kikundi chetu cha maombi. And she joined and loved it so much. Na yeye akaunganika na sisi na akapenda hiki kikundi sana. And she's the one who called her son. Na yeye ndiye aliyeita mtoto wake. And said, I want you to know that there are women are praying, I want you to join. Akasema, kamwambia, nataka ujue kuna akina mama wanapiga maombi, nataka ungane na wao. And she was able to bring him in. Na aliweza kumuingiza kwenye hicho kikundi. It wasn't easy. Women were saying, Kai, kuna modorali ya namururumo munene. Haikuwa ni rahisi, maana akina mama wamezoea sauti nyororo. Sasa wamesikia kitu kinaguruma kama simba. And they started saying, Mommy, are we going to stay with him? Watu wakaanza kuuliza, mama, hii sauti itabaki au itakuwa namna gani? Until I was like, what do we do? But I said, let's see what the Holy Spirit wants. Basi nikasema wacha tuangalie tuone Roho Mtakatifu anataka kufanya nini. And the Holy Spirit spoke to me. Na Roho Mtakatifu akaninendea. And he told me, let him be in. Akaniambia wacha huyu mwanaume abaki. Because you are going to usher him another man to have a raise a voice to God men. Maana
kutazaliwa kikundi kingine raise voice. Sasa sio women, itakuwa ni sema men. Amen. And that's how we came to have our dear son, our brother, who is not ashamed to be in the midst of all these women. Ndio sababu tukapata mwanaume wa kwanza, kijana wetu ambaye hakuona aibu na soni na haya kukaa na kina mama. I had made a documentary, a big one, a beautiful one, but we were told these screens are not working. Nilikuwa nimeandaa hiyo kitu inaitwa documentary, ingawa siku hizi nimeambiwa haifanyi kazi. Now the name of Pastor Zachary is in that documentary. Na jina la mchungaji Zachary iko kwenye hiyo documentary, hiyo maandishi, hiyo nakara. And I think we are going to open for more men to join. Na naamini ya kwamba tutafungua mlango ili wanaume wengi wafanye nini? Waingie ndani. Although the others are in even without their names, like Pastor Julius is one of us. Na wanaume wengine tayari wameshaanza kuingia hata kama majina haipo. Mchungaji Julius yuko nasi. He is the one who is driving the team from Samburu. Yeye ndiye rubani wa ndege ambayo imetoka Samburu. We appreciate him in the name of Jesus Christ. Tumpigie makofi mazuri katika jina la Bwana. So we are inviting more men. Kwa hivyo tunakaribisha wanaume wengi zaidi. Before we get them to their own page. Kabla hatujawaingiza katika ukurasa wao wenyewe. But how many people knows that when it comes to things of God, all of us we are same. We are the wife, the bride of Christ. Wangapi wanajua kwamba tunapofika kwa Mungu, wanaume na wanawake wote tuko pamoja, maana sisi ni bi harusi wa Yesu Kristo ajaye. In this raise a voice to God, katika kikundi hiki cha kuinua sauti kwa ajili ya Mungu, we have been growing tremendously. Tumekuwa tukikua, tukienea kwa kasi sana. Spiritually we have grown. Pale mwanzo tulikuwa. Spiritually we have grown to another level. Kiroho tumekuwa katika kiwango kingine. Because we pray twice a day. Kwa sababu tunapiga maombezi mara 2 kwa siku. Morning and evening. Asubuhi na jioni. Monday through Friday. Jumatatu mpaka Ijumaa. And something that amazes me is this. Na kitu ambacho kinanishangaza ni hiki. All of us we know in Kenya we use bundles. Unajua kila moja anajua hapa Kenya kuna kitu kinaitangwa bundles. And Wi-Fi. Na ile inaitwa Wi-Fi. People are praying the whole hour. Lakini watu wanaomba risari rimoja. I appreciate God for you people. Ninawapongeza na mshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi wa Kenya. You never miss to come. Maana hamkosi kuingia katika mtandao wakati wa maombi. You fill your bundles and you fill them to pray. Unajaza bundles zako mapema ili upate kufanya maombezi. God bless you all. Mungu awabariki nyote. And your prayers are not in vain. Na maombi yenu sio bure. And being in raise a voice to God warrior team is not in vain. Na kuwa kwenye hiki kikundi cha kuinua sauti za mashujaa kwake Bwana sio kazi bure. We are going far. Tutaenda mbali sana. Tunaenda mbali. Tunaenda mbali. Kila siku tunapaa juu. Can somebody sing to us that? Mani amushikani hiyo jimbo. Hallelujah. Kila siku tunapaa. Tunapaa juu. Tunapaa juu. Tunaimba. Kula tete. Inaiweka tamuramini. Please be serious. Nataka maanishe. That is our slogan. Tunaenda mbali. Tunapaa juu. Hilo ndilo neno la kipaumbele. Tunaenda mbali. Mtu mmoja si atuongoze hata kama tu ni hapo tu. Nani anajua hiyo wimbo vizuri? Ilikuwa ya Jimmy Gate. Hata kama itawekwa kwa YouTube dakika 2. Tafadhali. Kila siku tunapaa juu. Juu juu. Tukienda. Tukiwa na Bwana Yesu. Tukiwa na favor tunapaa juu juu. Tunapaa juu. Tunapaa juu. Hamwezi paa mkiwa mmeketi. Simameni na mcheze kiki. Hallelujah. Kepa. Kuna mtu anaweka?
After this we are going to pray. Tunapaa juu. Juu juu. Tukiwa na Yesu tunapaa. Juu juu. Tunapaa juu. Tunapaa juu. Tunapaa juu. Tunapaa juu. Tunaenda. Uratete. Tunaenda. Uratete. Tunaenda. Uratete. Tunaenda. Uratete. Woo! Hallelujah. Amen. So we can sit down, we are going far. Tunaweza kukaa kwenye viti vyetu, tunaenda mbali. Na kwa sababu ya time, and because of time, I think that is a good introduction of who Raise a Voice to God warriors are. Huo ni utangulizi mfupi mzuri kuhusu hiki kikundi cha Raise a Voice Warriors International. Good. That's a good one. Amen. It's an international body. Ni mwondoko wa kimataifa. And you are most welcome. If you have not registered, you are welcome. Na kama hujajiandikisha mahali popote ulipo, umekaribishwa. We have the officials with us. Tuko na wale wanashikilia the coordinators. Wale ambao ni coordinators. Minister Evelyn is one of the coordinators. You can stand up. Minister Evelyn mmoja wa wale coordinators. Pastor Florence Blessed Flo is one of the coordinators. Mchungaji Florence one of the coordinators. Pastor Grace Favor is at the back there, one of the coordinators. Mchungaji Grace Favor, punga mkono hao watu wa kuona vizuri. You can see them. Unaweza kuwaona. They will help you to join. Watakusaidia kuungana na sisi. And this is an altar where we recognize everybody. Na haya ni madhabahu ambayo tunatambua kila mtu. It is not a Kikuyu thing. Hii sio ile kamwerezo ya Wakikuyu peke yao. It is not a Kenyan thing. Sio kitu ya Kikenya. It is a kingdom thing to the glory of God. Ni kikundi cha kikubwa cha kitaifa kwa utukufu wa Mungu. We have seen God saving people in this group. Katika kikundi hiki tumeona Mungu akiokoa watu. We have seen people recovering their lost people in this group. Katika kikundi hiki tumeona watu wakipokea jamaa zao walikuwa wamepotea wakirudi nyumbani. Is Helen with us today? Je, Helen ako nasi jioni ya leo? Helen uko wapi? Helen is one of the ladies we prayed with. Helen ni baadhi ya wale akidada tuliomba pamoja na yeye. And they had lost their mom for 32 years. Na walikuwa wamepoteza mama yao mzazi kwa miaka 32. After praying, na kisha baada ya maombi, in 3 weeks she had recovered her mother. Katika majuma matatu walikuwa wameshapata mama yao mzazi. In this prayer line we have prayed for the sick people, we have seen them recover. Katika mtandao huu wa maombi tumeombea wagonjwa, tumeona Mungu akiwaponya. In this pulpit we have prayed for people to get visas and documents to travel. We have witnessed them. Katika kikundi hiki tumeombea watu wapate pasi ya visa na documents za kusafiri, na tumeona Mungu akitenda. So God said this ministry of women, or let me call it ministry of the body of Christ, basi Mungu akaniambia huduma hii katika mwili wa Kristo is one of the body that like an instrument that the Lord will use in this end time. Ni baadhi ya kile chombo Mungu atatumia katika siku hizi za mwisho. Maana Mungu atawatumia wanadada sana. Wacha niseme hivyo because that's what he said. Kwa sababu God is going to use women. Maana hivyo ndivyo Mungu alivyosema. This coming end time revival will be ushered mostly by women. Katika ufufuo huu wa siku za mwisho utaletwa ndani na akina mama. The way you saw akina Mary Magdalene and other women going to realize that Jesus is not in the grave. Basi vile uliona Maria Magdalena, Mary Mother, wanawake wote akina Salome walivyokimbia kaburini asubuhi na mapema wakati Yesu hayupo. Basi akina mama wataenda kutumika. And even men in the house, because they are the bride of Christ, they will be used. Na pia wanaume walio katika nyumba hii, maana pia wao ni harusi wa Kristo, watatumika pia. We are going to catch the fire of evangelizing the end time revival. Tutaenda kukamata moto wa kufanya uinjilisti katika siku za mwisho. We are going to reach out nations. Tutaenda kufikia mataifa. Sema amen.
There are people who are sitting down here. Kuna watu ambao mmeketi hapa. And before the end of this year they are going to international. Na kabla ya mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, the anointing of international is upon your life. Receive it in the name of Jesus. Upako wa kusafiri kimataifa uko juu yako, pokea. Unasema amen. There are businesses that are going to be created. Kuna biashara ambayo itaenda kuumbwa. International businesses. Biashara za kimataifa. Where people will be going to China. Mahali ambako watu watasafiri Uchina. Preaching the gospel. Wakihubiri injili. Coming with the containers. Wakirejea na makontaina. The riches of the heathen. Utajiri wa watu is about to be transferred. Uko karibu to the body of Christ. Kwenye mwili wa Yesu Kristo. Because the church must have money. Kwa sababu kanisa liwe na pesa. Currency in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I've been telling God. Na nimekuwa nikimwambia Mungu. I'm tired of borrowing. Nimechoka omba. How long am I going to borrow? Nitaomba mpaka lini? Like now I was in Argentina. Kama sasa nilisafiri Argentina. Now I'm in Kenya. Sasa niko Kenya. In 2 months I'll be in another country. Miezi miwili ijayo nitakuwa katika taifa lingine. In another 2 months I'll be in Jamaica. Katika miezi mingine miwili nitakuwa Jamaica. Nitakuwa ninakopa. And last Sunday God brought a message in this church. Na Jumapili iliyopita Bwana akaleta ujumbe hapa. To borrow access anymore. Hatutaenda kuomba tena. The devil didn't want that message to be heard, but guess what? They heard it and they say, "Devil, you are a liar. We have a message." Woo! Hallelujah. Shetani hakutaka ule ujumbe uendelee, lakini tulipokea tukausikiza kwa jina la Yesu. Wakati wa kuomba choka umefika mwisho. Amen. We will be lenders, not borrowers. Tutakuwa watu wa kukopesha na sio wa kuomba. Hatuombi tena. And like 2 days ago, kama siku 2 ambazo zimepita, I heard a testimony from the women of this church. Nikasikia ushuhuda kutoka kwa mama moja wa kanisa hili. They were somewhere preparing for this conference. Walikuwa mahali wakijiandaa kwa mkutano huu. And they said, na wakasema, the Holy Spirit said, Roho Mtakatifu we are not borrowing access. Hatutaomba tena. They gathered themselves. Wakajikusanya. Where the women are sleeping. Wakati akina mama wamelala. Goodness. Uzuri wa Mungu. I could see women bringing blankets and everything. Walisema hatuombi. Walikuwa wakileta mablanketi. How many people knows that the time to borrow is over? The time to borrow is over. Wakati wa kuomba umekwisha. It's time to have our own money. Ni wakati wa kuwa na pesa zetu. It's time to have our own jets. Ni wakati wa kuwa na nio zetu. It's time to have our own buses. Ni wakati wa kuwa na mabasi yetu. It's time to have our own businesses. Ni wakati wa kuwa na biashara zetu. You write a check to the church like $10,000 in dollars. Amen. There are people who are going to do business in Kenya but in terms of dollars. Kuna watu watafanya biashara hapa Kenya lakini malipo yao ni katika dola ya Marekani. Na kuna watu watakuwa connected na international companies. Munapewa majob, mnalipwa na dola. Amen. There are people here that are going to be connected with international companies. So when the payment comes, it is going to be in dollars. That is what we call faith. Hiyo ndio tunaita kibali. Those who are not in faith, they can hear like I am speaking Spanish. Wale ambao wako katika imani hawajaokoka wanasikia kana kwamba naongea Kiebrania. But them that are in faith, they are trying to expand the code of their tents. Lakini wale walio ndani ya imani tutalegeza kamba za hema zetu tupanue. They are asking, when are we going to leave this place? I go to the Equity and open a dollar account. Hallelujah. Wanauliza hii kongamano itaisha saa ngapi? Nikimbie Equity nifungue account, sio ya pesa ya Kenya, ya dola. Faith. Watakatifu. Faith. Imani, samahani. Faith is something good. Imani ni kitu kizuri. The Bible says it is the substance. Maandiko inasema ni bayana ya. Faith is a substance of things hoped for. Imani ni bayana ya vitu vitarajiwavyo. An evidence of things that are not seen. Na ishara ya kitu ambacho hakionekani. That is what we call faith. Basi hiyo ndio
hiyo tunaita imani. Those people who are faith people, wale watu basi walio watu wa imani, they talk things like they are crazy. Wanaongea mambo kana kwamba wamekuwa vichaa au wametupa mbao. When I started to say I'm going to America, nilipoanza kusema naenda Marekani, I didn't know anybody there. Sikujua mtu yeyote pale. I didn't have no money. Na sikuwa zozote. And it's not about education because I'm not educated. Na sio mambo ya kisomo maana mimi sijasoma. But God put something in my heart. Lakini Mungu akaweka kitu ndani ya moyo wangu. I started loving America like crazy. Nikaanza kupenda Amerika kama wazimu. Nilikuwa naona kitu imeandikwa USA even kwa news. Even when I saw something written America, even if it's a prime news. Naambia watu nyamazeni. Okay, I tell everybody keep quiet now. Hebu nisikie kule kwetu ni nini kumefanyika. Hey, I want to hear what is happening in America. I could see somebody with a newspaper in the matatu. Nikiona mtu akiwa na gazeti penye daradara. Na hapa headline inasema United States of America na. I could not allow him to stay with his newspaper. Akiwa na habari na peana taarifa kuhusu Marekani na ichukua. And I started possessing that nation. Nikaanza kumiliki ile taifa. And I started praying for it. Nikaanza kuombea Marekani. Na nikaomba. And I prayed. And I prayed. Na nikaomba. And I said, nikasema, this is my nation. Basi hii ndio taifa langu. So one time, kwa hivyo wakati moja, we were to go somewhere with my sister. Tulikuwa tuende kutembea mahali fulani na dadangu. My sister in the Lord because she's not my real sister. Okay, sio dadangu katika mwili, ni dadangu katika kiroho. But she did not come. Lakini hakuja. The following day she came early in the morning. Basi siku ya pili akaja asubuhi na mapema. To cut the story short, she told me. Kisha akaniambia, si unasemaga mambo ya Amerika wewe? You talk so much about America, you. Yes. I heard so and so is having a wedding in Boston. Akaniambia nimesikia fulani anafanya harusi yake Boston. So now I don't know where Boston is, but I say let's go. Sikujua Boston kama ni mnyama, lakini kasema wacha twende. And I went and I was given the card for to attend the wedding. Basi nikaenda nikapewa kadi ya kuhudhuria ile harusi. And I was directed how to book an appointment. Na nikaelekezwa jinsi ya kubook appointment ya embassy. Ya embassy. Shikanisha hapo. Nwaigwa. And now the day to go to the embassy came. Basi ile siku ya kwenda ubalozi wa Marekani ukaja. And that time, na wakati ule, is the time there were like 77 people detained because of fake documents. Na ilikuwa ni kama watu 77 wameshikwa kule ubalozini kwa ajili ya makaratasi bandia. So I could tell my brothers and my sisters, I was writing to them a message. Niko na appointment ya kwenda kwa embassy, blah blah blah. They didn't say anything. Only one brother, the second born brother told me, Jabi, wemenyerere muno wetu nitodhukite mutwe. Basi nikaa tunaambia dada zangu nini ndugu zangu, lakini mmoja akaniambia jichunge sana, maana wewe tunaona hapa picha. Nino nile drama nyiteto we. Akaniambia umeona wale watu wamekamatwa. And I told him politely. Na mimi nikamjibu kwa upole. My brother, I don't have any fake document. Kamwambia ndugu yangu sina jikaratasi lolote bandia. And I am going to get my visa in Jesus name. Na nitaenda kupata visa yangu katika jina la Yesu. He told me, my sister, I wish you the best. Akaniambia nakutakia mema dadangu. I went to the embassy. Nikaenda katika ubalozini. And I went there from 7 a.m. Nikafika pale saa 1 asubuhi to 12:45 p.m. mpaka saa 6 dakika 45 za mchana. Where I was called in a window 6. Kisha nikaitwa katika dirisha ya kioo, dirisha nambari 6. I was asked, how are you, Elizabeth? Nikaulizwa vipi Elizabeth? Why do you want to go to the US? Kaulizwa kwa nini ungetaka kwenda Marekani? And I said, nikasema. And they told me, welcome to America. Wakaniambia basi karibu Marekani. And I was given, they stamped a blue
copy and they gave me. They told me, come the day after tomorrow for your visa. Wakanipigia chapa hiyo ya zambarao, wakaniambia basi kesho yake njoo upokee visa yako. And from then, na kuanzia siku hiyo, that is another history, another story to tell. Hiyo itakuwa ni kitabu kingine kizima, nitawapa tu taarifa baadaye. I went to a wedding na haijaisha hata leo. Nilihudhuria harusi na mpaka leo ile harusi haijaisha. Hatujamaliza harusi. Hatujamaliza. So I wanted to say, nitaka niseme hivi. What is the dream that you carry? Basi wewe umebeba mtoto ya aina gani? What is that vision that bothers you until you don't sleep? Ni maono gani haya yanayokusumbua sumbua mpaka uketi chini? Don't give up. Usikate tamaa. The vision comes from God. Maono hupeanwa na Mungu. And don't look at your surrounding. Na usiangalie wale watu ambao wamekuzunguruka. When that time I was trying to go to America, wakati huo ambao nilitaka kwenda Marekani, it was very hard here. Ilikuwa hapa mambo ni magumu sana. And I had one of my brother, my relative from Nyahururu, na nikasikia chama moja wetu kule Nyahururu, he could criticize me every time that wadhiranchawa. Nikienda nje kuomba change, wadhiranchawa. Yule jamaa alikuwa ananikejeri. Akisikia nimetoka nje, unajua ile lunch ni nini ile maombi ya saa 7 ya kanisa ya saa 7 ya lunch. Kila nikienda hata kufanya shughuli kidogo umeenda lunch hour. And I could tell him, my brother, I'm not going to lunch hour, but that time, when that time come, I will go. Nikamjibu nikamwambia si ni lunch hour, lakini ikifika wakati huo nitaenda. When I went to the embassy and came with a visa. Nilipoenda katika ubalozi wa Marekani nikarudi na visa. I came and told him, my brother, come. Nilienda nikamuita ndugu yangu nikamwambia kuja hapa. Do you see the lunch hour unaninyorolia? Unaona ile lunch hour huwa unanikejeri. This is an American visa. Hii ndio inaitwa visa. Akaniambia wacha kunidanganya. Ya Amerika. Akasema tikama wacha maheni. And I told him, nikamwambia wewe ambao uendagi maombi ya saa 7 nitakuacha hapa. And I'm saying this to the glory of God. Na ninasema haya katika utukufu wa Mungu. Mahali nilimwacha hapo ndipo alipo. Wewe usijali utakapo dhiakiwa kwa ajili ya Mungu. Usijali hata utakapo watu wanakuongea kwa sababu ya Mungu wako. Kwa Mungu kuna mazao. Kwa Mungu kuna mazao. Daudi akashuhudia akasema, nilikuwa kijana na sasa nimezeeka na sijawahi kuona mtu wa Mungu akiwa ameachiliwa wala akikosa kitu ya kukula. Kukaa kwa Mungu ndio bora zaidi. Women of raise a voice to God warriors. Akina mama mashujaa wa kuinua sauti kwa Mungu. Let us serve God. Wacha tumtumikie Mungu. No reservation. Pasipokuwa na mipaka. This vision is taking us far. Haya maono yanatupeleka mbali. I'm prophesying to many. Nimekuwa nikitabiria wengi. I have seen it come to pass. Nimeona ikikuja kutendeka. Mrs. Bishop is sitting down here. Mrs. Askofu ameketi hapa. Last year I was here. Mwaka jana nilikuwa hapa. I was sent to them and her husband. Nilikuwa namwambia yeye pamoja na mume wake. I got a very bad attack. Pastor Julius is a witness. Nikapata kuvamiwa kwingi na Julius mchungaji ana habari. And the team from Samburu. Na kile kikundi cha kutoka Samburu. I delivered the message with the pain. Nikahubiri ule ujumbe katika uchungu. God who sent me is a true God. That is what have happened. Na yule Mungu aliyenituma ni Mungu wa kweli. Hicho kitu kilitendeka. We serve a mighty God. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu. Thank you so much, Mrs. Bishop. Asante sana Mrs. Askofu. And great are the things you have not yet seen. Na mambo makuu bado hujaona kitu bado. There is a woman sitting here with us and she's going to South Africa. Kuna mwanamke ameketi hapa katikati yetu na anaenda taifa la Afrika Kusini. Even she doesn't know. Hata yeye hajui. But she knows there is something like that. Lakini anajua kuna kitu kama hicho. God we serve is a true God. Huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa kweli. When God tells you
do this, just Mungu do it. akikwambia ufanye hiki na ufanye, Do it like a foolish person. wewe tenda kama mtu ambaye ni mjinga. The foolishness of God has made me be there where I am. Ujinga wa jinsi ya Mungu umenifanya niwe mahali nilipo. Living in America without getting any take from anybody, and I've been doing a lot because he pays me every time. Nikiwa naishi Marekani pasipo kupokea hudi kutoka kwa mtu yeyote, na nimekuwa nikifanya mambo mengi makuu sana. People talked and they saw I'm not changing, I'm still following this God, and sometimes I could suffer, but this day watu waliongea na wakaongea, lakini sikukoma, nikaendelea hata mpaka siku leo naendelea. They say go and ask Apostle Elizabeth how to do it. Basi kila siku wanasemanga ukitaka kufanya kitu nenda kamuulize Mtume Elizabeth utafanya namna gani. When they come to me I tell them there it is there. Basi wanapokuja kwangu nawaambia ni kule juu. Praise be to God. Jina la Bwana lisifiwe. That's how Raise a Voice to God Warriors was born. Hivyo ndivyo Raise a Voice Warrior RVW International. Tutanawili. Na tutanawili. We are going to prosper. Good Swahili, tutaenda kunawili. Tutanawili katika jina la Yesu. We are going to prosper in the name of Jesus. Na tutapanuka. Na we are going to expand. Nauliza tusimame kwa miguu yetu. Let us stand all of us. Tunapoenda kumshukuru Bwana. When we go to worship and give God thanks. For this far he has been Ebenezer. Kwa sababu hapa tumefika. Tomorrow we will be having an impartation service. Kesho tutakuwa na ibada ya kuzalisha ndani yenu. There are some people who will pray for them and they will be saying bye bye to Kenya. Na kuna watu tutawaombea hapa kesho, wataambia Kenya kwa heri ya kuonana. And they will be coming to say what I'm saying here. Na watakuja kushuhudia au kusema kile nasema hapa. There is a prophetic word came to Kenya many years ago. Kuna neno la kinabii lilishuka hapa Kenya miaka mingi iliyopita. With the late Maurice Seruro. Na baba yetu Daktari Maurice Seruro. He came and prophesied and said. Alikuja akatabiri akasema Kenya will be the springboard of revival. Akasema Kenya itakuwa jukwaa la kuleta ufufuo na uamsho dunia nzima. And I tell you, everywhere you go in the world, there are Kenyans thriving for the kingdom of heaven. Na nakwambia ukitembea katika kila taifa duniani kuna Wakenya ambao wanaenda katika ufalme wa Mungu. In Seattle we have like 12,000 Kenyans. Kule Seattle tuko na Wakenya kama 12,000. And we have many Kenyan churches. Na tuna makanisa mengi ya Kikenya. All over the world, Kenya is thriving in Jesus' name. Kila mahali dunia nzima Wakenya wanaenea katika jina la Yesu. Be part of that, those people who are told they will be the great revivalists. Basi kuwa sehemu ya huo unabii, wale watu waliambiwa watapeleka nini? Uamsho duniani nzima. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want us to pray for Kenya. Na tuombee Kenya. And we are going to raise our nation. Na tutaenda kuinua taifa letu. We are going to pray for this nation. Tutaenda kuombea taifa hili. I wish we can get a flag of Kenya somewhere. Kama uko na bendera ya Kenya mahali, leta hapa au you have the flag of Kenya somewhere, please. Je, kuna mtu ako na bendera? All the bishops, bendera ya Kenya, and all the pastors to come. Nitawakaribisha wachungaji, maaskofu. Hallelujah. Hallelujah. I love Kenya, I love Kenya, I love Kenya. I love Kenya, I love Kenya, I love Kenya. I love Kenya. I love Kenya. Oh, I love Kenya. I love Kenya. Kenya ni nchi yangu nakupenda. Kenya we ni nchi yangu nakupenda. Nakupenda Kenya. Nakupenda Kenya. Oh, nakupenda Kenya. Nakupenda Kenya. I love 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 Kenya. Please tell people not to go before we say the grace. Naomba mtu yeyote
yeyote asiondoke kabla tujasema And neema. also we have a cake. Oh my goodness. Na pia tuko na keki. Can we have pastors and bishops? We come and pray for Kenya. Maskofu, wachungaji walio hapa. I request our mom to lead us with that prayer of praying for Kenya. Nataka tuombee Kenya tukiombea hii bendera iko kwenye. Please, and wherever you are, hold hands. We want to pray for a united Kenya. Basi mahali ulipo tushikanishe mikono yetu. Tunataka kuombea Kenya ya umoja. Tunaweza kuja hapa viongozi wetu. Viongozi, pastors, apostles, bishops. Yes. Pastors, reverends, let's come over here. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Tabiri mazuri ya Kenya. Prophesy to your country. Prophesy to your motherland. Tabiria taifa. Hallelujah. Hallelujah. Anza kutabiri. Amen. Anza kutabiri. Kunena mavuno ya kuja Kenya. Tufanye biashara zipanuke Kenya. Tufanye wakulima wabarikiwe. Yesherara. Koria masikedelele boshala. Hallelujah. Endelea kuomba kila moja. Tabiri mazuri, fungua kinywa chako, sinyamaze. Open your mouth and speak something in the name of Jesus. Oshatalalalala. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri ni jinsi ulivyo. Nyota, ngurumo na vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu naimba
Oshatakatararararararaba. Kirabarabarabarabaraba shinarere. Karabarabarabarabaraba sherere. Hallelujah, Lord. Jesus. Oshatakatarabaraba. Oriaramasanderere. Hallelujah, Lord. Jesus. We pray for every tribe in Kenya. We lift up every tribe, oh God. Hey, before your presence, Almighty God. Oh, you are the one who began the tribes, Almighty Father. We sanctify every tribe. We repent every division, oh God. Every political division. Every tribal hatred. Jesus, by the power of the cross. Oh, hallelujah. Karamashina na 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 na. Eramasanda la 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 bashia. Vikororo shinterere. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Jesus, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus is Lord. Karabarabarabara shinere. Ekorabarabarabara shinere. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord. Mina endelea. Mina zidi kutembea. Maombi yasikie. Bwana unipandishe. Bwana uniinue. Kwa imani nisimame. Nipande milima yote. Bwana Amen. Hallelujah. Allow our mom to close that chapter. Tamkaribishe mama yetu, simama tu hapa mbele atufungie kwa mambo. Kila mtu nyosha mikono yako huku. Kama umeketi simama. Amen. Hallelujah. We give you praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mungu wetu na Baba wetu katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, in the name of Jesus. Tumekuja mbele zako jioni hii ya leo. We have come in your presence this evening, oh God. Tunakuinua na tunakuabudu kwa sababu We lift up your name. We worship you, oh God. Tunakulilia jioni hii ya leo Bwana. We cry, we call upon your name today. Kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Because of our nation of Kenya. Tunaomba Mungu wa rehema ukaturehemu dhambi na makosa ambazo tumetenda. Lord of grace and mercy, we pray that you may forgive our sins that we've done, oh Lord. Baba, umesema katika neno lako tukisema hatujafanya dhambi Bwana, tunakufanya muongo Mungu wetu. Lord, you've said in your word, if we say we have not sinned, we are liars before your presence, oh God. Tunajua Jehova tumetenda dhambi nyingi sisi kama wa Kenya. God, we know we have done a lot of evil as Kenyans, oh God. Na Baba, umesema katika neno lako. And God, you've given a promise in your word. Tukikiri dhambi zetu Bwana. If we confess our sins and our transgressions, wewe ni mwaminifu Jehova. You are faithful, oh God. Na utaturehemu Mungu wetu. And you will cleanse us from every evil, oh God. Na utatupatia mvua ya baraka. And you give us the rain of blessing, oh God. Na utabariki hata mifungo yetu na kila chochote ambacho tuko nacho Bwana. God, we bless our pockets and everything that you blessed us with, oh Lord. Baba wetu tunakuomba uturehemu. Father, we pray that you may have mercy on us. Dhambi zote na makosa Bwana. All our sins and our transgressions, oh God.
tumemwaga damu Bwana ambayo haistahili. Lord, we have poured blood that is not worthy to be shed. Katika kaunti zetu sote 47 Mungu wetu. In our 47 counties, oh God, tumeua watu wengi Mungu wetu. we have killed so many people. Tumefanya usinzi Mungu wetu. We have done idolatry, oh God. Tumeroga hata watu wengi. Lord, we have bewitched so many people. Mungu wetu tunakuomba jioni hii ya Our God, we pray, we ask you today, this evening, ukatakasa nchi yetu. that you might wash and cleanse our country. Utakase Mungu wetu tunakuomba. Jesus, we pray that you may wash us, O Lord. Tunakushukuru Jehova na tunakuinua. We thank you, Father. We lift up your name, O God. Na tunakuomba ukaweza kuponya nchi yetu. We pray that you might heal our land, our nation of Kenya. Katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. Mungu wetu tunakuomba jioni hii. Our God, we pray this evening ukaweza kukumbuka nchi yetu. that you might remember our country. Tunaombea rais wetu. We pray for the president of Kenya. Tunaombea familia yake. We pray for his family, oh God. Tunaombea makamu wa rais. We pray for the vice president, oh Lord. And all our leaders, Jehovah. Na viongozi wote wetu Baba, we commit them unto you, Jehovah. twawaweka mikononi mwako Mungu. How we pray, my Father, that you help them, dear Lord. Tunaomba Baba wasaidie, waweze kukuogopa Mungu wetu. that they might be able to fear thee, O God. Asante kwa pesa yoyote Bwana umetupatia katika nchi yetu. Thank you for every money that you have given us in our nation of Kenya. Tunakuomba ukaweza kusaidia viongozi wetu Bwana. We pray that you might be able to help our leaders, ili hiyo pesa Bwana ikaweza kufanya vile inastahili katika so that that money can be utilized for the purposes that you have been given out. Tunaombea Bwana hata mashule yetu. We pray for our schools, Jesus. Tunaombea universities na we pray for the universities, na hata high schools, my Father. even secondary schools, oh God. Tunaombea watoto wetu wote. We pray for the primary schools, oh God. Tunakataa maroho yote ya accident Bwana. We refuse every spirit of accident in the name of Jesus. Tunakataa all premature death in the name of Jesus. We refuse every premature death in the name of Jesus. Tunasema watoto wetu hawatakuwa wakikufa Bwana. We have said no more. Our children are not going to die. Mpaka wafike hatima zao Mungu. They shall alive at the edge of your destiny and their dreams, Almighty Father. Mungu wetu tumeona katika nchi yetu kuko na magonjwa mengi. God, there are so many sickness and disease in our nation of Kenya. Tunaomba Bwana uturehemu. We pray, God, that you may have mercy upon us. Kumbuka wale wote wako mahospitali. Remember everybody that is in the hospital today. Kumbuka wale wako nyumbani Bwana. And even they are sick at home, mighty Father. Have mercy upon them, dear Lord. Bwana, tunarita jina lako, uwarehemu. Have mercy upon them, uwahurumie Bwana wa majeshi. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu, we pray for our nation, dear Lord. tumeombea taifa letu. Have mercy upon us, dear uturehemu Lord. tena Baba. Tuongoze Mungu wetu wa Israeli. Lead us, Jesus. Tunaombea uchumi wetu Jehova. We pray for the economy of Kenya. Have mercy, dear Lord. Bwana uturehemu. Tunaomba ukaweza kuinuka. Ndio Bwana, Lord, rise up. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. We give you all the praise, we give you all the tunakupa honor. sifa, utukufu na heshima yote. For you are so good to us, oh God. Maana wewe ni mwema, ni mzuri kwetu. We lift each and every Kenyan unto you, my Father. Tunainua kila mtu Mkenya kwako Baba. Every child, my God. Kila mtoto Mungu wangu. Every youth, my Father. Kila kijana Bwana wa majeshi. And all the women, my Father. Akina mama wote Baba, tunawainua mbele zako. We lift them unto you, dear tunawainua kwako Mungu. Have mercy upon them. Uwarehemu Bwana wa majeshi. Have mercy upon them, dear Lord. Bwana uwarehemu tena. In the mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. We thank you and we worship you. Tunakushukuru, tunakuabudu. We glorify your holy name. Tunalitukuza jina lako takatifu. We adore you, our Father. Tunakuabudu Baba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Na tumeomba hayo yote. We pray. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Katika jina la Baba na la Mwana
na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Mungu awabariki sana. I'm giving back the mic to the one who was leading us. Tunamkaribisha moderator wetu atuelekeze. Because it's time to have the cake. Maana ni wakati wa kukata keki. Can you imagine this is a big party? Ebu waza, hii ni karamu kuu sana. It's a big celebration. Itakuwa ni kusherehekea kukubwa sana. Na bado kesho tunakutana. And tomorrow we are back here for another dose. We are coming for impartation tomorrow. Tunakuja kupachikwa. Sema kupachikwa. Amen. Amen. God bless you. Mungu awabariki sana. God bless you. I love you so much. Nawapenda sana mwa. Nawe sema mwa mwa. And now I give you the more. I do it in the phone. Now receive it in Jesus name. Na ukipokea unamrudisha mwa mwa. Mwa mwa. Amen. Mbele nina endelea. Ninazidi kutembea. Maombi yasikie, Bwana unipandishe, Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, Bwana unipandishe. Pigia Bwana makofi mazuri. Amen. This is better. Bwana Yesu asifiwe. Makofi mazuri. Amen. Isn't he a wonderful and great man of God? Amen. Amen. We are blessed, woman of God. We thank God for you. You are a blessing to us. Tunashukuru Mungu sana. Si tumefurahia? Tuseme abarikiwe, azidishiwe, aendelee kuinuliwa na Mungu amuequip kwa sababu ya kesho. Leo alikuwa anatuambia tu kuhusu raise a voice to God. Tomorrow she will be speaking to us. Na kesho is loaded. Ambia jirani yako, tomorrow is loaded. Kesho mambo itawaka fire. Masikia kuna watu wataaga Kenya kwa heri wakiondoka. Amen. Amen. And tomorrow we have a great woman in the marketplace. Mwanamke tajika kwa ulimwengu wa biashara, anajulikana Kenya mzima. She's not a millionaire. She's not a dollar millionaire. She's a billionaire. She will be here tomorrow. Saa 5 ni yeye atakuwa akituongelesha kuhusu biashara. Bwana Yesu asifiwe. Wanamuitanga President of Virtuous Women. Sijui kama mnamjua kwa mtandao. President of Virtuous Women. Sitawaambia ni nani, lakini ni mama akisimama mahali pesa zinaitika. Amen. Atakuja kuwanenea because we want women ambao wanasimama mahali mambo yote inakuwa sawa. Tukiambiwa raise a voice to God, tunaenda Asia, ndege tunalipa. Tunauliza hiyo ingine ni lini? Tunalipa hata hiyo. Praise the Lord. Tulisikia kulienda Israel 1975 na sisi hata Kenya hatujatoka. Mungu atusaidie, tutatoka, si ndio? Pamoja na title, pamoja na passport, we shall occupy till he comes in Jesus mighty name. Amen. Na tunafikia tamati na tunayo keki. Keki tunayo hatuna? Tunayo hatuna?
Nataka tuandaliwe vizuri mahali ambapo tutaweza kukatia keki yetu, na mwenye anakata keki ni Minister Beatrice. Amen. Oh, we have been live on TV. Tunaonekana kote duniani. Kwa hivyo kama umelala, umeonekana kama umelala Argentina. Kama ulikuwa umesinzia, umeonekana West Africa ukiwa umesinzia. Lakini naamini wengi walikuwa wanatabasamu vile ninavyowaona sasa hivi, kwa sababu tumekuwa live Farodhi TV, na ninaamini tumeenenda tukiwa watu ambao wanapendeza. Ndani na nje tunapendeza, si ndio? Amen. Watu wa keki ni nyinyi tunangojea. Tusimame tuimbe wimbo moja ya keki. Toina wimbo mwero wa keki. Na kesho tunavaa African. Tukikuja kesho, kama uko na kitenge, vaa kitenge. Kama uko kama Pastor Jane. Pastor Jane, Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile anapendeza? Na nguo za Samburu. Kama uko na kama hizo, vaa. Ile nguo uko nayo African, ivae. Amen. Yes? Samburu, tutaimba kesho kabisa. Yani ndege uimba na wasikia, lima upendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Amen. Karibu sana Minister Beatrice. Hallelujah. Praise God. God is good. And all the times. My names are Minister Beatrice Maina from Nairobi County, but home is Laikipia County, uko Nyahururu. And this evening, I'm so delighted to be in this presence of God. I'm saved and I thank God for salvation. Ile kitu sina ni nguvu ya kuongea mbele ya watu wengi, but I know God will give me the grace. Praise the word of God. Sorry? Amen. I'm one of a Raise a Voice daughter, and I'm so proud to be in the Raise a Voice, and I know, and I'm a testimony that there is growth and there is a lot of blessing in this platform. And it's another moment. We get to another session of our cat caking. Each and every ceremony where there is celebration, inamaliziaga na nini? Na keki. And we have a very beautiful cake here. The cake is a symbol of sweetness. And I know after this, our life will be sweet. Praise God. Wow, this is a very beautiful cake. I will maybe give a very brief presentation of our cake. It's a very beautiful cake. It's a 2-layer cake.
And this 2-layer cake will present our second conference in Kenya. We had the first one, is not second, we are not 2 years old, but this is the second time we are holding a conference in Kenya. So this was our first conference, it was held at our mom's press. And tumeza ingine. Last conference we were taught about nurturing our pregnancy. And we can see we have another layer. Makofi kwetu. And now we go to the colors of the cake. It's a beautiful cake with a combination of some colors. And our theme color is purple, which is our theme color of today. And purple symbolizes loyalty. Praise God. And it symbolizes loyalty. And we have gold. Gold also symbolizes loyalty and wealth, elegance, and all good things that comes with wealth and money. Praise God. Hakuna mahali kunaweza kuwa na gold na kuwa na umaskini. And this is how our life shall be from today. Praise God. And then we have color white. It's a beautiful color. And this place we are it's called Fountain of Grace and Holiness. White symbolizes holiness and purity. May God help us to be pure and to be holy as we partake this cake. And then we still have another purple and a flower. It's a beautiful thing. And I hope that from today our life shall never be the same again. It shall be so beautiful as this cake. Praise the word of God. And now briefly, before this cake is put here and we see it's beautiful as it is, it has undergone a process. Praise the word of God. I'm not the one who baked the cake, but I want to believe the baker went to the market to get the ingredients. It's rainy season. Maybe she went to the market when it was raining and it was maybe a little bit not so comfortable getting the ingredients. And after that, he got some, I believe this cake has a lemon and sugar. Those are two things that have two different tastes. It's bitter and sweetness. So in our lives, at times we will encounter some bitterness and some sweetness. But at the end of it, after the mixing and everything, it shall give us a very beautiful, praise the word of God. After going to the market, she came with the ingredient and he blended the ingredient together. There is bluebird, there is sugar, and all other things that are used to bake a cake. I'm not very conversant with them, but I know there was some mixing. Zilikorogwa ndio zishikane. So even us, at times, we are in that season of kukorogwa. So as we get to be something good. It was a process. And at times you are in that process of kukorogwa. You don't even know what is happening in your lives. Unakorogwa huku, unakorogwa kure. But it's a process. We are always told to trust the process. Praise the word of God. After kukorogwa, as it was being korogwa, the oven was lit. It was heating up. So after that, the mixture was put in the oven. It was hot. So what happened? That hotness baked the cake. And the bigger the cake, the quantity of the cake is what determines the temperature levels. We regulate the temperature levels. You are baking a 1 kg kilo, you will not need as much heat as you need to make a 5 kg kilogram. So this is our cake. It is big. So I want to believe the oven was so hot. Some of us, we are at that point that we are getting to the oven to be baked. It is not comfortable. And this is the most part of our lives that we don't want. But it is a must for us to get into the oven. Because if you want an end product of something beautiful like this, you need to get to the oven. But as we focus on the end product, we focus on a beautiful church like this, we don't know what it has taken for it to get here. We see a beautiful, a blessed
anointed apostle, evangelist, but we don't know the history. We don't know what someone has passed through. We need to get the perseverance to stay in the oven. But the beautiful thing is, when the time comes, the oven automatically, hutaishi kwa oven. But if this cake is removed from the oven before time, it won't get cooked. So what most of us do is we try to get out of the oven before time. So let us learn today to be perseverance, to be endurance until the time is over. After that, the cake was removed from the oven and it cooled down and it was iced and beautified like this. So after the heat, you will get out of the oven, you will cool, and God will beautify your life like this. Praise the word of God. But the major thing is you need to agree to go through the process. If you desire something beautiful, it does not just come like that. Ni kazi kitu imefanyiwa. Lazima tukubali Mungu atufanyie kazi. Lazima tukubali wakati wetu wa often uishe, so that at the end of the time, we'll be beautiful as this cake. Praise the word of God. And as we gonna cut this cake, it is a symbol of sharing and happiness and sweetness. So from here, let us learn to share, not only sharing the gospel of God, even sharing the things that we have that others do not have. As we partake this together, may God give us that grace to have that spirit of sharing. If you have something and someone is in need of something, just share. It's good, it's beautiful. So we'll partake it as we believe that God will help us and give us the grace to be able to share. And we're going to pray for the cake before we cut it. And I will kindly ask our mama, who is our host, Apostle Miriam. We are in your house to bless the cake before we proceed to the cutting of the cake for the glory and the honor of the Lord. Praise God. Amen. Let us pray. Our Father and our God, we come before your presence, worshiping and adoring your holy name. Thank you for the good time and the powerful time we had in your presence. Father, we are loaded. We give you glory and we give you honor. Thank you for everything that you had for us, and we are also expecting for tomorrow in the mighty name of Jesus. We have something that we have, it have been prepared for us. Lord, we cleanse it and we praise it by the blood of Jesus. And as we partake it, we declare blessings, and we declare we shall both together declaring the gospel of Jesus. In Jesus' powerful name we pray. Thank you so much, ma'am. It's always good to bless what God has blessed us with. We have learned that God is a God of provision and is going to do good things in our lives. And I'm so happy I'm going to run with the word that my life will never be the same again. And I will have everything that I desire to have, because my Father in heaven has everything that concerns me. Amen. And now, without much ado, I will invite our vision bearer, our beautiful queen, Mama Mrembo Sana. She's very shiny and she's so pretty, which is so good. Tulisema tunasoma lazima tufanye nini? And we have a very good example, our mother Apostle Elizabeth, to help us cut the cake together with Pastor Jane, and our chair ready, the three of you, as we trust God for much blessings. Pastor Jane. And this is very prophetic. The first cake we were at Pastor Jane's place. So the next cake we are cutting, we'll have Pastor Jane, we'll have Pastor Miriam, and another cake, another layer for the glory and the honor of God. Now, you will hold the knife, the three of you. And this one. Then,
We will sing. Kata keki tukule sasa. Keki tukule Sasa. Kata keki. Sasa. Kata keki. Sasa. Kata keki tukule sasa. Hii ni keki sio ugali. Hii ni keki sio ugali. Ni keki si ugali. Ni keki si ugali. Thank you so much. And now, before you leave, so much. As we cut this cake, we believe in all that we have been taught today and what we have learned through the cake. So as we partake this cake, we believe that everything we have been taught shall come to pass in the name of Jesus. Amen. And now I'll ask Reverend Jane kindly, umishe ma'am, celebrate. Hamfurahi akiumishwa keki mama yetu? Wow. Amen. Do it again. Amen. And also our mom, I will give you a piece of cake also. Keki ni tamu. Keki ni tamu. Oh my God. Wow, thank you so much. And now we will have some people to help us serve the cake. And before sio ugali. Hii ni keki 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 sio. Hii ni keki sio. Hii ni keki sio ugali. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Sasa kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Wengi wetu tumeza mate. Wengi wetu tumeza mate. Wengi wetu tumeza mate. Wengi wetu tumeza mate. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Wote tumefurahi. Sisi wote tumefurahi. Sisi wote tumefurahi.
Mnabarikishwa na msemi amen. Amesema raise a voice mbarikiwe. Amen. Naona kama tumefika mwisho wa siku yetu ya leo, na tunataka tuondoke twende nyumbani, ndio pia kesho tuweze kufika mahali hapa mapema. Nimewaambia tufike, tutaanza saa 4. Ukuwa umejiandaa, umejiombea, ndio uweze kusikia what our speaker will be having. Bwana Yesu asifiwe. Tukimalizia hapa tuko na kikombe cha chai na mandazi. Tumandazi tutamu. Si tumandazi tu. Tumandazi tutamu. Kwa hivyo usiondoke kama hujakunywa chai na hujakula tumandazi tutamu. Praise the Lord. Tuko pamoja? Naona kama tuko pande ya askari ya keki sana. Tusiache chai, imeandaliwa kwa sababu yetu, pamoja na kile ambacho kiko cha kukula. Na wakati huu nataka kukaribisha Reverend Deborah ambaye ndiye atatufungia siku ya leo kwa maombi. Mbarikiwe mnapoondoka kwenda nyumbani. Mungu awatende mema, awalinde, awaongoze, awahifadhi. Tuonane siku ya kesho. Shalom. And let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, we want to honor you, Lord, and to bless your holy name. Thank you for all that you've done to us today, Redeemer. Thank you even for the messages we have received from your servants, O King of Glory. Thank you, Father, even for nourishing us, Lord, in a new way this day, my Redeemer. Thank you because you are God, Ebenezer. This far you have brought us this day, O King of Glory. Father, even as we part this evening, Lord, even to go back to our various places, O King of Glory, I want to decree and to declare your protection upon all of us in the name of Jesus. I decree and I declare the blood of Jesus Christ even upon our families, upon each and every one of us, O Redeemer, Lord. Father, we speak your blessing over us, O Lord, even as we go and meditate upon the good things that you've done today, Lord, even as we shall come back tomorrow, my God, we believe that, Lord, you shall take us to another level. Father, we bless you and we glorify your name. For in Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you so much. After the cup of tea and ndazi, you are free to leave. Mbarikiwe sana. Kutembea na Yesu mimi Show,